Bueno, ntubakwithira kinyo kiona kanya kangi oroboru ayo mutegeri kwithira kiotana na batu ekirwa aria rwetu nindi oroboru ayo tuketha tukiara kia mantu yegyo gimaboku bamwiri na kinya kona brombi kia nindi kwithira kinya wete tukakumania na mathina mwanya mwanya nbeto PHINEAS IMAANA na ndira twinu nindi netuksa kimani ndangora ketera tutara kia mantu yege mirimo mwanya mwanya na kinya nindi gwira yongo bamba kwithira bakibutha kia no ntubabata kana bro bateri kinya kwithira nindi ukimenya ni atino ithiro kiara na boka ito kara kondene ndio renda kwithirwo kiara kinabo namba yone ndini kibugu mwanja imwinya ithano kibugu namba ukinyere TV ne kunomba kwithirwo kiringana ende ndaitare kaite na gati ukithimwe ku ende kwenda itare airutero arungi akamba kwithira kiukakia na one utedio ende ambere kinyete tukiara kiama ingia tumwate oni kenda kurefu ethira itare kiatu kimsabo invivibio ngobethera baitungatera. Karibu sana daktari. Asante. Good to see you. Karibu sana. Unaweza tuanzia kutufahamisha KIMS Habo inashughulikia magonjwa kama yapi haswa na mahali mnapatikana? Asante. Niseme nimeshukuru sana kwa sababu ya hiyo nafasi umenipatia. Naam. Na niseme nimeshukuru kwa sababu ya hata watazamaji kuwa pale. Naam. Na kuwa nagoja hii program kila siku kama ya leo. Na niseme hakuna programu ya maana kama programu ya afya. Maana afadhali mtu akose gari, afadhali mtu akose nguo hata ya kuvaa avae ngunia, lakini asikue mgonjwa. Sure. Na kuna siku nilisema Kenya tuna matajiri wengi sana wa mali, lakini matajiri wa afya hakuna. Utapata mtu ukienda kwake utapata hata chupa ya dawa ni mingi kuliko vikombe ya kunywa chai. Na unajua Mungu hakuumba mtu aishi kwa sababu ya dawa. Mungu aliumba mtu aishi kwa sababu ya zile vitu anakula. Lakini sasa zile vitu tunakula tulikosa kutumia mambo ya utamaduni. Tukaenda kutumia vitu vingine baadaye tutumie mbolea ya ng'ombe. Unaona ya sungura. Sasa tukaenda njia zingine na ndio maana huwa tunasumbuka. Haiwezekani mtu akule chemical alafu atibiwe na chemical. Unaona, alafu akitembea kule mtaa kwa sababu ya ile harufu ya mafuta ya gari bado ni chemical. Huyo mtu sasa kuishi ataishi miaka ya kusumbuka na magonjwa mbalimbali. Na ndio maana sisi KIMS Habo tumeamua lazima tujaribu kurudisha watu mahali walipotelea njia hadi at least watu wakae bila kusumbuka. Na ndio maana KIMS Habo tumechagua kupitia hiyo njia natural. Mtu akigojeka afike clinics za KIMS Habo, zile dawa tunampatia hazina chemical. Ndio siweze kutoa magonjwa kwa sababu zile dawa ziko zimefika mahali sasa dawa mingi ni za kumanage magonjwa. Na tunasema mtu anastahili kumanage vitu zake, si kumanage ugonjwa. Kwa hivyo nimewasalimia mahali popote walipo na majina ni ile yale tu, sijabadilisha Kimani Dirango. Mimi ndio kiongozi wa madaktari wote wa KIMS Habo Clinic Kenya mzima. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu sasa hii tuko Tanzania na tunaendelea kwenda kila mahali, hata kule Uganda tutaenda. Na niseme sasa hapa Nairobi, kliniki yetu ya Nairobi Kenya tunafungua kila siku na tuko pale Koja roundabout, wale wanajua Nairobi, nyumba inaitwa Ebb Center. Tuko second floor room number 18. Hapo ni mahali watu tunapokea zaidi ya watu 100 kila siku. Na ndio maana tumefungua kliniki nyingine Thika Road kwa sababu watu ni wengi sana Nairobi. Na Thika Road tuko pale juu ya Family Bank, tuko third floor number 8. Kwa hivyo ukiwa pande ya Thika Road si lazima uende Nairobi, unaweza ukakuja kliniki yetu hapo 45 juu ya Family Bank, third floor number 8. Wakaji wa Meru, Mungu wamewakumbuka kwa sababu tuko na kliniki yenyu hapa kila siku Meru Town. Na Meru Town tuko Morero House. Wale wanauliza Morero House ni gani? Meru ni ile nyumba inakuwa na Wapendwa Bookshop. Ukiona Wapendwa Bookshop karibu na Post Bank, utaingia hapo kwa corridor, hatuko kwa gorofa. Tuko room 1 hadi 2 na tunafungua kuanzia Monday mpaka Saturday. Tulikuwa tunafungua siku moja samani, siku moja tu Thursday. Lakini watu nikaona tutawatimu mpaka saa 4 usiku. Ikabidi tufungue mlango sasa, tufungue kila siku. Kwa hivyo unaweza kuja kila siku, lakini siku ya Thursday nimeamua mimi mwenyewe sitakuwa narudi Nairobi, nitakuwa naona watu wa hapa maana wanataka sana ni watibu mimi wananiona kwa TV. Na kwa hivyo kama ungetaka nikuone, make sure umefika by saa 2. Kwa sababu ikifika saa 10 ninaondoka kwa sababu ya kwenda mahali kwingine. Tuko na kliniki Mombasa, tuko Eldoret, tuko Kisumu, tuko karibu kaunti zote 47 Kenya. Na umesikia sasa tumeenda mpaka kule Tanzania. Sisi tunatibu tukitumia dawa za kiasili na dawa zimepimwa na kupitishwa na serikali yetu ya Kenya. Na hatupati tupei watu dawa za kuzuia, ni za kuponya ugonjwa inaisha kabisa. Na namba yetu iko hapo kwa TV, unaweza ukapiga kwa sababu kuna daktari mwingine already anachukua hiyo simu. Na hiyo simu unapiga tukuuliza maswali mawili. Swali moja, kwetu daktari mnakuja lini?
Namba 2 unauliza hii ugonjwa uko nayo kama tunatibu. Kwa sababu unaweza kuwa na kansa na hatutibu. Unaweza kuwa uko na HIV sasa hatuna dawa. Unaweza kuwa wewe uko na ugonjwa mwingine pengine hatutibu. Uliza huyu ugonjwa uko naye kama kile sababu tunatibu na kwenye tunakuja siku gani. Kupitia 0714 50 50 50. 0714 ingine yote ni 50 50 50. Hiyo ndio namba yetu ya simu, na niseme ya kwamba ukiwa ungetaka swali yote tu pige hiyo simu, na tukiendelea na program pale mwisho nitakuja kukuelezea hata karibu na wewe tunakuja siku gani. Naam. Asante sana daktari. That's a good one. Na tuanze katika zile magonjwa zinazopata sana watu. Na actually wale wengi wanalalamika. Kwanza tuanze na shinda za UTI. Kwa actually UTI wale watu wengi udhani ni ugonjwa tu unapata akina mama. Je, UTI ni nini, inatoka wapi na inapatikana kwa kina nani? Hiyo ugonjwa nimekuja kufanya research. Iko na watu wengi sana. Na watu wengi wanaendelea kupigana kwa ndoa wakifikiria pengine kuna mmoja wao ametoka nje ya ndoa. Lakini nilifundisha siku nyingine hapa nikasema kwamba ugonjwa wa UTI ni tofauti sana na magonjwa ya zinaa ama magonjwa ya STDs. Kuna UTI na kuna STD. STDs ni kama gonorrhea, syphilis, ukimwi hivyo. Lakini tukifika UTI ni ugonjwa wa infection, ni ugonjwa ambao unaweza wewe mwenyewe jitengenezea na unaweza kwa sababu ya kukosa kuangalia mambo ya kila siku. Tukasema kama ni choo ya kukalia tumia vizuri. Tukasema kama hauna nguo ya kuvaa asubuhi ukiamka usivae nguo ambayo haijakauka ya ndani. Tukasema make sure wakati unatumia tissue imetoka mbele ikienda na nyuma, isitoke nyuma ikienda mbele, maana ile uchafu ya nyuma ikienda mbele kwa mwanamke itamletea infection. Tukama ukiwa mama pengine Mungu amekubariki wewe umenenepa sana. Tukasema si lazima uvae nguo mingi. Najua zamani wa mama walikuwa wanavaa nguo kidogo lakini siku hizi wanavaa nguo mingi. Ile joto peke yake inaweza tengeneza hiyo ugonjwa ya UTI. Na usafi wa kawaida tu mtu kukosa kuoga anaweza akapata hiyo ugonjwa. Na si kusema ukienda upatane na mtu kimwili ambaye ako na ugonjwa wa UTI bado atakuambukisha. Na tukasema ugonjwa wa UTI tumekuja kuona usipotibiwa unapanda juu, una affect figo. Ukiaffect figo zinaanza kuachilia maji. Unaona mtu anafura miguu na mambo mengine kwa sababu hajui, kwa sababu hiyo ugonjwa usipotibiwa yale mashida unaweza ukalete. Na sasa watu wengi wako na shida za figo tumekuja kugundua walianza na shida za UTI. UTI ni mtu anasajuaje ako na UTI. Number 1, katika njia mtu ya uzazi unapata kuna pimples kanatokea alafu kanaenda kenyewe kachungu sana. Kenyewe kanatokea bila treatment. Kanaitwa pale Karura Forest. Kanaenda kanarudi. Hata kana samaliza mwezi mmoja uko na UTI. Namba 2, ukiwa na UTI either wewe ni mwanaume ama ni mwanamke. Kwanza tuanze na mwanaume, lazima mkojo iende iwezi kaenda kiwango fenye inastahili. Unastahili ukisimama mahali umesema ukiwa mwanaume kama hauna UTI mkojo iende feet 3. Lakini wanaume wengi sasa hivi wanajikojolea kwa viatu. Kitu kingine ukiwa una UTI kama hauna UTI mkojo inastahili kuenda ikiwa one line. Lakini kama kuna UTI itaenda line mingi. Kwa hivyo ni vizuri kujipima. Hiyo ni labo nimekupea hapo. Wenda leo uangalie kama itaenda line mingi ujue kuna UTI. Kama haina UTI itaenda ni moja na itaenda bali. Hata mwanamke inastahili iende straight. Kama itaenda hivi ujue uko na UTI. Kitu kingine ukiwa na UTI utakuwa na jikuna katika njia yako ya uzazi. Ni vizuri kujua kuna UTI. Na kitu kingine ukiwa na UTI unaweza kuwa unatoka discharge. Mwanamke anastahili kwa mwezi saa ile hedhi yake imekaribia ama saa ile amefika siku zile tunasema unasashika mimba, anaweza kuwa anatoka hiyo lakini ni white na haina harufu yoyote. Ukiona unatoa ingine cream ama black hizo ujue kuna infection na isikue ina smell yoyote, isinuke hata kidogo. Ukiona inanuka unajua kuna infection. Kuna mama wengi saa hii hata akienda mahali na mama wengine nasikia aibu maana kuna harufu kanatokea saa ile kuko sana kuko na joto. Huyo mtu anastahili kuangaliwa shida za UTI. UTI nasema ikienda sana isipotibiwa inapanda, ina affect figo za mtu. Unapata mtu anapigwa picha anaambiwa figo zako ziko na shida, ziko na infection, na hiyo infection isipotibiwa kabisa inasamaliza figo za mtu. Na nikitaka kusema sisi kimsabu tukona dawa tunapatia mtu mwezi mmoja na nusu. Watu wamekuwa wakipewa dawa za kuweka, zingine za kukunywa, lakini inaenda kidogo inarudi, inaenda kidogo inarudi. Alafu haishi kabisa. Na saa hiyo ijeisha ujue bado inaendelea ndani ya mwili wako. Maana kama ijeisha, kama imeisha iwezi ikarudi. Sasa inaendelea kupanda pole pole, mwisho itafikia hizo figo, na figo kutibiwa
hata kukumaliza ni rahisi sana. Lakini ugonjwa wa UTI kimsabo si ndio tumeongoza, maana tuko na dawa tunakupatia aina 3. Hiyo kama ni kujikuna, kutoka uchafu, hiyo yote inafika mwisho. Hata ukitumia siku 3 hautajikuna, hautaona. Hata kuna wenye huwa wanachomwa na mkojo. Kuna wengine hata wakiwa na wapenzi wanasikia uchungu. UTI ni ugonjwa mbaya sana. Na watu wamezoea hiyo kutoka uchafu. Hata kuna watu wengi, wanawake wengi wamepoteza boma. Maana mzee akifika pale kukula keki, kile uhondo yenye inatoka hapo ataki kwa hapo. Kwa hivyo kifika kimsabo kuna UTI tukutibu na utapata majira za figo. Na ni vizuri wapige namba kama mtu ako na swali 0714 50 50 50 0714 50 50 uliza daktari kwa jitu tunakuja siku gani. Na daktari, kabla tuondoke kwa UTI, je, huu ni ugonjwa ambao mtu anaweza patia mwenzake? Si ndio? Ukiwa nayo ulaya na mtu atapata. Na ni ugonjwa mtu anastahili akija tumtibu akuja na partner wake. Ukija peke yako itakuwa shida. Na hapa ndio tunaambiaga wanaume. Kwa wanaume saa hii anatusikia vizuri, lakini kesho anakuja kuniona na bibi yake na tunampatia dawa, lakini akona tushungua. Akona mpango ya watu wengine 2 3 kule. Sasa sisi tukimaliza kumtibu na bibi yake anarudi kule, anaichukua na rudisha nyumbani. Sasa unastahili ukija kliniki zetu, kama unajua uko na wanawake 6 ama 2 ama 5, walete moja, usilete pamoja. Alafu kama kama unataka ugonjwa iche kwako, na kama si lazima uwalete. Pengine hauwezi ukalipia watibiwe. Wewe kuja tukutibu, ukienda kule tumia ile jembe ile nyingine. Perfectly put. Daktari, banda ya huo ugonjwa mwingine unaosumbua watu ni ugonjwa aina ya arthritis. Na wale wengi unasikia arthritis ni ya wazee. Mwingine anasema mimi nikiamka asubuhi nachukua dakika chache sababu nikikanyaga na dungwa na misumari. Kuna yule anasema ndamu yangu. Shida ni nini hasa, ama arthritis ni ugonjwa upi? Hiyo ugonjwa, hiyo wiki nilikuwa hapa. Nilikuwa nitoke saa 10 lakini nimekaa kwa ofisi mpaka 6. Na imagine wale watu wote niliona wengi wao walikuwa na shida za arthritis. Maana arthritis nilisema nimepata dawa kutoka nchi ya nje. Na hiyo dawa watu wengi wamekuwa wakinielekea ujumbe akiniuliza kama hii wiki nitakuwa na hiyo dawa. Ile dawa nilikuambia inamaliza kitu inaitwa uchungu kwa mwili mzima na dakika 15. Yaani unajua watu wa arthritis wanakuwa na uchungu sana. Huku kwa magoti, kwa mgongo, hata kuna wenye amefungwa mchipi. Huku kwa mabega wako na uchungu mwingi sana. Na sasa mtu akija kwetu tukimpatia dawa, najua dawa zetu zinaendaga pole pole, maana ni dawa za kwenda kutoa ugonjwa kabisa. Sasa mtu anauliza mimi nitakunywa dawa bado nikisikia uchungu. Sasa nimesema mtu akifika kimsabo akiwa na arthritis, akilipa kadi 500, unaona, kupima ugonjwa wote kimsabo atulipishagi hata kama ni UTI ama magonjwa mengine. Sasa ile sasa tukiona ako na shida za arthritis, tukimpatia dawa zile atakuwa anatumia nyumbani. Hapo na hapo tunampaka hiyo dawa. Kama ni mgoti inaumaga tunapaka. Hiyo uchungu inaishia kwa clinic. Si ati aende home ishia huko, hapo kwa clinic. Haya, kama ni mgongo umekuwa kusumbua, umekuwa kujifunga mchipi, umekuwa ukisumbuka, hiyo sasa tunakupaka. Unaponea wapi? Sasa siku hizi wanasema sasa hapa kimsabo ndio watu wanaponea, maana watu walipona huko, hata mwingine kutembea ni shida. Tukimpaka hiyo dawa inafanya muujiza. Lakini watu walinisumbua sana, tuleta hiyo dawa tuuze. Lakini hata saa hii nimetangaza mimi sina dawa ya kuuza. Hiyo dawa hata siku hiyo hata kuna wengine walikosa, maana sikudhani watakuja wengi hivyo. Nasema nilimaliza jioni kabisa. Lakini nimekuja na dawa, wale watafika mapema watasaidika. Kama kuna goti inakuumaga. Lakini usikuje kama hauna pesa za kubeba dawa za kwenda kunywa nyumbani. Maana mimi ninakupaka ni kuondoa uchungu, lakini kuponya ndani sijaponya. Ndio maana nakuandikia dawa aina 3 ama dawa aina 4 ile utanunua kwa kliniki zetu utumiage ndio imalize ndani, maana nimetengeneza nje, tutengeneze ndani ndio siku nyingine ile uchungu isiweze kurudi tena. Kwa hivyo hiyo dawa ukuje kama ni mgongo, kuna watu wanalai kwa sababu ya mgongo. Hawa ninawapaka hiyo dawa anaponea hapo. Hiyo mgongo unasema huwezi katulia, umesugua dawa mingi zile za kawaida, umekunywa dawa mingi na hiyo uchungu ishi. Ukifika nitakusaidia. Na watu wa arthritis, tulisema arthritis ni aina mingi sana. Na hizi arthritis hata zikiwa aina mingi, sisi tunapigana nazo zote. Kuna arthritis zingine lazima upigwe test tunaitaga RF, na kuna zingine lazima upigwe picha ndio zionekane. Lakini sisi tuko na mashini zote za kupima, either ni kupitia damu, kupitia picha, tuko nazo. Na kumbuka hizo mashini zetu hatutupishi hata shilingi kukupima kila ugonjwa. Na ni lazima upimwe kabla uje tibiwa. Kwa hiyo ukifika kesho tutachukua tu
dalili ama utuelezee venye unasikia. Maana venye unasikia ndio inatusaidia kujua tutapima nini na tutaanza wapi. Tumesema mtu wa arthritis na nimeona umeanza kuelewa. Naam. Mtu akiamka asubuhi anakanyaga kule chini asikia kama na duga na mshomari. Na batutu kasema ukiwa na arthritis utakuwa ukiamuka kutembea tu kidogo hivi nasikia kuna sauti inatokea kwa joint. Unaona ni kama kireti ya soda. Kuna sauti inatokea hata unashindwa nini hiyo imelia hivyo. Na ni wewe niko na arthritis. Number 3, ukiwa na arthritis utakuwa unasikia huku kwa miguu kuna ganda sana. Na hasa wakati wa baridi kutakuwa kunauma zaidi. Arthritis kwa sababu arthritis umesema ni aina mingi sana, kuna osteoarthritis, kuna gout, rheumatoid, ni mingi sana hizo arthritis. Na magonjwa ya arthritis ni karibu 300. Lakini sasa unapataka kuna arthritis nyingine inashika hapa mgongo, kuna arthritis inashika huku kwa mikono, kuna kama gout inashika huku kwa magoti. Unaona? Na sasa ukija sasa tukupime ndio tutaweza kuelewa kuna arthritis gani. Maana kila arthritis kuna venye huwa inatibiwa. Mtu akija kwetu akiwa na osteoarthritis kuna dawa nitampatia na utaona wa gout nitampatia tofauti. Maana hii arthritis lazima itibiwe venye inastahili ndio mtu aweze kupona. Alafu mtu akiwa na arthritis kuna wale watu huwa wanahisi uchungu ambaye si ya kawaida. Na kuna wengine hata saa hii akienda kwa haja ndogo akichuchumaa hiti kuamka ni shida. Na ni wale watu tulisema wameweka kamba kwa choo. Lakini ile habari njema niko nayo sasa, hatutatibu mtu akiwa na uchungu. Nilikuwa naona siku nyingine tunatibu mtu akiwa na uchungu anasema daktari bado nasikia mzuri lakini uchungu inaendelea. Maana arthritis ni ugonjwa kuna uchungu sana. Na watu wakumbuke arthritis inaweza fika mahali fanya mtu awe kiwete, atembee na wheelchair. Arthritis inafanya ukatwe mguu. Arthritis inafanya uwekwe chuma ndani ya miguu yako. Maana kasi ya arthritis ni kutoa fluid. Yale mafuta ama grease yenye huwa inasaidia hii joint yako ifanye hivi, inafanya hivi. Na hii grease tulipewa na Mungu. Arthritis kasi yake ni kuimaliza. Na hiyo fluid ikiisha ama hii grease ikiisha, baridi inaingiaga pale. Na ndio ugonjwa inaitwa ugonjwa wa bio ama ugonjwa wa arthritis. Sasa sisi kimsaba tuko na dawa ambayo tunaweza kupatia itoe hiyo baridi iliingia kwa joint zako. Hiyo baridi kama haitatolewa utaishi kukunywa dawa, utaishi kudungwa mashindano, utaishi kusumbuka. Na ni vizuri nikuambie sasa ukifika kesho mimi na kutibu ukiwa unalima kama unalimaga na kutibu ukienda na gari kama unaendaga na gari, maana uchungu ufika kwa ofisi hiyo tunaimalizia hapo. Utakuja nikupake hiyo dawa ya India. Hiyo dawa kama ni goto tupake, kama ni mgogo tukupake. Sasa kuna mtu nikwambia alikuja town kuna Nairobi tukampaka hiyo dawa. Akawa kama wazimu maana amekuwa na uchungu mwingi sana, amekunywa dawa mingi, amejugwa sindano na haishi. Mpaka mtu anauliza hii dawa yetu inafanya muujiza namna gani? Maana tukikupaka hapo na hapo kama mkono ilikuwa ifanye kitu inafanya kazi lakini lazima tukupatie dawa zingine. Unaona ode ukakunywe. Kwa hivyo niliona wengine wanakuja na niambia daktari nimekuja unipake ile dawa. Uko na pesa za hizo dawa zingine za kunywa nyumbani, mimi sina. Sasa mimi naona nitafanya kazi bure na nataka tukimalizia hii kitu siku moja nikuje tukae na wageni hapa. Naam. Mtu mmoja kutoka Maua, mtu mmoja kutoka Rale, wale waambie wa Meru wenzao wale wamekuja wakiwa na hiyo shida venye walikuja nikawapaka dawa venye wamepona. Maana ni watu wengi wamepona na wakitaka kusikia watu wakitoa ushuhuda. Nitawalete hapa wengi sana. Na namba yetu ni 0714 50 50 50. 0714 50 50 50. Na watu wakumbuke Meru town ni kila siku Model House ground floor room 1 and 2. Ile nyumba iko na Wapendwa Bookshop karibu na Post Bank. Na wakumbuke tunafungua Monday to Saturday saa 2 mpaka saa 11. Lakini kesho Thursday ni mimi mwenyewe nitakuwa na dawa nikupake hiyo mgongo, nipake hiyo mikono yako. Sasa usikie sasa utakuwa unafanya kazi hiyo kuganda imekuwa kusumbua kuja upone kesho kwa kliniki za Kimsabo. Na actually daktari tukukumbushe si arthritis pekee inatreatiwa. So anaweza kuja kwa magonjwa zingine. Daktari kuna kitu ambacho usumbua sana boma. Na najua ya ni mambo umepatana na yenyewe kwenye boma. Unapata boma mingi hazisimami sababu labda pale hakuna mtoto, labda wamewana kwa miaka 5 hawajafanikiwa mtoto. Na sasa mzee anataka yeye kutoka, pia mama hayuko hapo. Je, shida za infertility ziko vipi hasa? Infertility inakuwa both side. Lakini kuna wanaume wengine waamini wanakosa watoto. Na huwa wanafukusa bibi ati apate mtoto. Alafu anafuata bibi yake amebarikiwa na mapacha, anashindwa kulienda namna gani? Yeye hana uwezo. Kwa pande ya wanawake, maana wanawake tuseme ndio wengi. Wanaume kwa 100 labda 5 ambao wako na shida za infertility. Lakini kwa wanawake kwa 100 unaweza pata wamefika 20.
Na shida yenye inafanya wanawake wengi wakose watoto, number one, ni mambo ya kupanga uzazi kabla hajafika kuolewa. Unapata mtu wako shule, kuna dawa na meza kupanga uzazi. Hizi dawa zinaitagwa za kupanga uzazi. Wewe unapanga nini huna ya kupanga? Kuna wewe kuna watoto wawili unapanga ndio at least wasome ndio upate kingine. Lakini mtu hana hata kimoja anapanga nini? Maana hii ni kupanga uzazi. Sasa hiyo dawa ukisitumia na hujaipata mtoto inaanza kuchelewesha. Ukae miaka mingi kwa doa, mwisho utapata, lakini ukae miaka mingi bila kupata mtoto na wengine wakosa kabisa kwa sababu pengine zimeharibu hizo hormones. Maana huwa nasema hivi kama daktari mkuu wa Kimsabo, hakuna dawa hata moja Kenya mzima, hata hospitali gani, hakuna dawa 100% ya kupanga uzazi. Zote ziko na madhara, na ndio kabla upewe na daktari wote lazima akupime pressure, magonjwa mengi sana ili akupee dawa ili sije kukuharibikia. Sasa hiyo ni kitu moja. Kitu ya pili ni kufungana na mishipa. Mwanamke anakuwa na mishipa mbili na inakuwaga miebaba sana. Unaona ibairo yako hiyo inakaa kama hiyo kitu ya ndani hiyo ya rangi. Na hiyo sasa ikifungana, sasa hakuna vile nini ya mwanaume inasafika ifike pande ile. Na sasa tunasema hivi, kama uko hapa ukija kwetu utakuangalia kama mishipa imefungana, na kama imefungana kwingine unafanyia operation ili wafungue na unaweza fanikiwa upate, lakini ukifanyia upasuaji ukose kupata, sasa hapo inakuwa hauwezi ukasaidika. Kwa hivyo kama hujafanyia upasuaji fika Kimsabo, kuna dawa tutakupatia ende ifungue na upate mtoto. Kuna kitu kingine inaitwa fibroid. Ni uvimbe katika nyungu ya uzazi. Na siko na mama wengi sana, hata kama utaki mtoto na uko nazo, ulipigwa picha kwa bio uko nazo, na kama uko nazo na haujui, sinafanya mtu asikie kutapika, sinafanya mtu asikie kuumwa na tumbo kila wakati, nitakuja kueleza mambo ya fibroid. Na ni kitu inakuwa inaendelea kuwa kubwa venye inaendelea kukaa. Hizo fibroid zinafanya mtu bado akose mtoto. Tunasitoa na yani tunakupea dawa zinaisha bila upasuaji, lakini zinafanya mtu akose mtoto. Kitu kingine ni mashida za hormonal imbalance. Kwa sababu kama health yako haujui na kujaga lini na kujaga siku ngapi, kupata mtoto itakuwa shida. Haya, wanaume wanakosaga watoto kwa sababu sperm count zao hasijafika ile kiwango inastahili. Sasa ukiwa mwanaume kuna dawa tutakupatia iende itengeneze hiyo irudi normal na upate mtoto. Kwa hivyo wale wana watoto watembee wote wawili tutawasaidia. Na wale wanaume ambao hawana kazi, hawajui kufanya hii kazi. Ama wako na zile za nguvu za kiume. Na hiyo wiki nyingine bado nilipata wengi sana pale. Ukiwa uko na zile za nguvu za kiume, si lazima ukifika kwa kliniki yangu kesho upange line, maana niko na watu wengi. Unasikia kuna watu nitapaka dawa wale wanaume na mgongo. Wale wanaume na magoti kuna dawa nitawapaka ili waponee kwa kliniki yetu, ndio waende watagaze kule nje ya kwamba hapo Mungu amewasaidia. Maana tumeenda hospitali na tuponea hapa, lakini siku tunaponea na kwingine tunaambiwa tuende tuponea kule, lakini tunaponea kwa hiyo room. Sasa kama wewe ni mwanaume ukifika asili lazima upange laini. Ambia secretary wangu nataka one touch. One touch. Hiyo dawa inatumikaga 10 days atakuelezea. Alafu hiyo dawa ukitumia masaa mawili tu ukitumia itakuwa imeanza kazi. Na kumbuka dawa zetu ni sahabo, no chemical, no side effects. Na hii dawa ni dawa imesaidia wanaume wengi sana. Kama ulikuwa unalima mara moja tu utakuwa naenda mara 3 na utakuwa nafanya kazi ambayo inasema. Maana usipofanya hii kazi vizuri kuna watu watakusaidia na hatutaki usaidiwe. Na nimesema dawa haina shida. Kama kuna shock, kuna pressure, dawa yetu haina shida. Daktari, kabla tumalizie, katika hata nyumba zetu kuna wale mtu unapata yeye anapika, lakini hiyo harufu pekee anasema hata nimeshiba. Alafu wengine tumbo zao zinakaa bloated, ziko full tu kila wakati. Unaona mtu akuli akienda pale kujisaidia msalani hakuna kitu natoka, lakini bado nasikia akisema mimi niko sawa. Shida inakuwa kwa tumbo ya mtu, ama shida tumbo ni nini, inasaidia kivipi katika hali ya mtu? Hata nimekuja kugundua tusipotibu watu sisi hapo, maana tulikuwa nyuma sana. Ukumbuke kile kilianza Kenya ama duniani ni hapo. Zingine ni kuja zimekuja, lakini hapo ndio ilitangulia. Zamani mtu akiumwa nyoka kuna ile majani ilikuwa anachukua na anapona. Watu wakigojeka kuna ile miti walikuwa naenda wanachamusha wanapona. Na hiyo miti haijaisha, iko ni vile watu walisahau wakakimbilia kitu ya kuwafanyia haraka, kumbe ina manage haiponyeshi ugonjwa. Sasa niseme hivi, umesema namna gani? Tumbo. Hawa watu ambao wako na shida za tumbo, na nimesema tukikaa hivyo watu watafika mahali hata hoteli sikosage watu wa kukula. Maana watu wengi siku hizo wanasema mimi siwezi kula kwa hoteli. Maana nikikula kwa hoteli lazima tumbo iniharibikie. Na shida si hoteli, shida ni wewe.
Maana hata ukifika kwa nyumba kuna vitu mingi hauwezi ukakula. Tumekuja kugundua watu kwa sababu ya kukosa kuchemsha maji. Watu kukunywa maji bila kuweka, kuna dawa huwa inawekwa kwa maji na itengeneza maji. Hiyo kuchemsha tu maji alafu uweke ipoe, alafu ubebe kwa kachupa kama unaenda safari, inakuwa shida. Unategemea maji nyingine kwa sababu unauziwa ambao na pengine chupa ilienda ikaokotwa, alafu ikawekwa tu kwa tap plain tu, hata ingine ilichotwa kwa mfereji ukapewa. Saidi ya maji ukienda kukunywa unapata kwa sababu haina usafi wa kutosha, imefanya bakteria iwe mingi ndani ya mwili wako ya H pylori. Ukipata hii bakteria isipotolewa inaleta mashida za stomach ulcers. Na tunasema stomach ulcers isipotibiwa inabadilika inakuwa stomach cancer. Na ikifika stomach cancer, sasa hiyo cancer sisi tuwezi tukatibu. Na ni vizuri kama umesikia kuna familia yenu ama kuna mtu fulani alienda akapigwa picha ama akapimwa kwa semekana kuna cancer ya tumbo, wengi wao walianza na ulcers. Unasikia inaitwa stomach ulcers. Inabadilika kuwa stomach cancer. Na sasa kama wewe uko hapa umepata ulcers. Ulcers tulisema ni aina tatu, kuna peptic, duodenal na gastric. Na hizi ulcers, kila ulcers kuna venye huwa inatibiwa, na mtu usipojulikana ulcers gani yako naye anasaka bila kupona. Na tukasema hivi, ukipata hizi ulcers, dalili moja ni hiyo, hautakuwa unakula sukuma, hautakula githeri, hautakula maragwe, hautakula viazi. Hata chakula ikilala ukikula ni makosa. Vitu vingine hata machungwa kula itakuwa shida. Na hizi vitu zote ziko na faida ndani ya mwili wako. Na ni vitu unahitaji. Ni vitu unahitaji. Tulisema hivi, ndani ya tubu ya mtu tulisema kuna bakteria to flora bacteria. Ambayo Mungu alituweka for free, akatupea tu. Ndio sasa huwa inachunga tumbo yetu. Ndio magonjwa mengine isikuje kuingia ndani ya tumbo. Maana tumbo ni tulisema ndio factory na ndio huwa inasaidia kila kitu ambacho tunakula. Kama ni tunataka mineral kwa miguu, tunataka miguu yetu ina nguvu, tumbo ndio inasaidia. Na kama tumbo iko na shida, mwili wote itakuwa na shida. Kwa hivyo ukifika kimsabo, kitu cha kwanza tunakutolea hiyo bakteria ya H pylori. Kama uko na acid tunakutolea. Kama huendagi choo, kwanza hiyo tunasema ukija kwetu kuna kadawa nitakupea. Unasema mimi daktari siendagi choo, nitakupea kadawa na nikupatia tissue. Utaenda tu kwa ofisi tu, utaenda kwa choo yetu hapo. Ukienda kwa siku moja, wale ambao huwa wafurahi, maana ukikosa kwenda choo uwezi ukafurahia. Unaona hata katoto kanakaa kakilia, kakienda choo kanaanza kucheza. Hata wewe unastahili kuja tukupatie hiyo dawa, tumalize gesi, tumalize shida za hiyo kufugana kwa tumbo, mambo yako ya mazao. Watu wengi kuna shida za tumbo, lakini kimsabo tuko na dawa ya kumalizia. Naam. Na daktari, tukimalizia sababu muda wetu umetupa kisogo, labda ungefahamisha mtazamaji mahali mnapatikana, sababu uzuri wa kimsabo ni eti amkai pale tu kungoja wagonjwa na watembelea. Labda ungewatuambia tu kwa kifupi mahali mnapatikana siku fulani. Okay, wacha niwaelezee, alafu niwaambie hata kama mtu ako na sukari, either ni ya juu ama ni ya chini, sukari tunaimaliza. Kama uko na pressure, umekuwa kumeza madawa, kuna dawa tunaweza kupatia na pressure iishe. Tunakupea dawa na unaenda unapima ndio confirm kama tunakusaidia. Kama mtu ako na shida za amweba, uko na shida za hemorrhoid, uko na goita, uko na allergy yoyote, uko na shida za ngozi, uko na mtu uko na shida za kifafa, akuje tutamsaidia. Na nimesema kesho kama uko na uchungu yote inakusumbua, uko na arthritis, kuna dawa nitakupaka siku ya kesho uchungu ifike mwisho na mambo yawe mazuri. Tunakuaga wapi? Tuko Weru House. Weru House iko hapa Wapendwa Bookshop, karibu na Post Bank. Na mimi mwenyewe ndio nitakuwa naona watu, mimi daktari mkuu, kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Na yale maeneo huo tunaenda ni wapi? Kwa sababu kuna mobile clinic. Kama siku ya kesho, ikiwa kesho ni siku ya Thursday. Tutakuwa pale Chogoria. Chogoria tutakuwa pale kwa Bishop Muridhi. Chogoria siku ya kesho. Unaona wale wako Embu tutakuwa yuna guest house siku ya kesho, wakaaji wa Embu. Na bado siku ya kesho tutakuwa mahali kunaitwa Marimanti tutakuwa pale opposite 5-in-1 hotel. Siku ya kesho Thursday. Siku ya Friday tutakuwa pale Maua Samaki Lodge siku ya Friday. Siku ya Saturday tutakuwa pale Chuka Sunrise Guest House hapo stage ya Kanwa, na watu wa Chuka siku ya Saturday nitawatembelea na nitakuwa na hii dawa ya kuwapaka wale wako na arthritis. Siku ya Sunday ni Kiajai pale kwa Gishunge hapo kwa gorofa, na Monday ni Ngovu tutakuwa pale Icon Restaurant. Hiyo ni siku ya Monday watu wa Ngovu. Siku ya Tuesday tutakuwa pale Rale God Gives 2020 new operation ya Rale, na siku ya Wednesday tutakuwa pale kama leo Mukodhima tutakuwa pale opposite Little City Hotel. Hiyo ni siku ya Wednesday. Na kama pengine ujeelewa kwetu tunakujaga siku gani, kwa sababu hata Runyenjes kesho Thursday pale Shepherd Plaza
tuko hapo Equity Safari Plaza huko Lonyenjes bado siku ya kesho. Na nimesema tuko Nakuru, tuko Mombasa, tuko kila mahali. Pengine ujaelewa kwa kuna kuja siku gani? Si unipigie simu kwa sababu nikiondoka hapa mimi mwenyewe ndio nitachukua simu. Nambari yetu ni 0714 50 50 50. 2014 50 50 50. Na watu wakumbuke hata kama tunakutibu unapona, usikubali sifa sirudie Mungu mwenye kukuumba na mwenye kuumba miti na kutupatia hii uwezo ya kufanya kazi kama hii. Asante sana daktari. Niruhusu niwakumbushe namba kwa Kimeru. Namba rombe kia kwithira nindi ukiringanio ni kibugu mwanje mwinya ithano kibugu mba kwithira ukiringana namba ino ndi ukamba kwithira kio na uteithio na kinya kwa wa mataro mantu ne yegi miriro kwithira gita kora nontu imenda kaite kora ndi kwithira ngitokaira na Nteto chetu nditwa PHINEAS IMAANA. Eje ni Weru TV.